Mwaka 2006 Ruto akajiona amekuwa anataka uraisi. Akatangaza hadharani, wazee wa chama wakaona kijana hana adabu, wakampiga mkwara. Ruto akasema isiwe taabu, akahama chama na kujiunga ODM kwa Raila Odinga ili wampe tiketi ya kugombea uraisi. ODM wakampiga chini, wakamsimamisha Raila Odinga kushindana na Mwai Kibaki. Naye Raila akamwambia, nikipata uraisi nitakupa waziri mkuu. Naye Ruto akakubali. Wakaingia kwenye uchaguzi wa mwaka 2007. Odinga kaibiwa kura kwa sababu huku kwetu ukishindwa umeibiwa na ukishinda umeiba. Basi kitendo cha Odinga kukataa matokeo, Kenya iliingia kwenye machafuko makali. Watu wakauana vibaya mno. Hata hivyo, vurugu zilimalizwa kwa kuundwa kwa serikali ya kitaifa. Odinga akala waziri mkuu, Ruto akapewa waziri wa kilimo. Sasa wakati Odinga ni waziri mkuu, akamfukuza Ruto kazi kwa ufisadi. Bwana huyu aliuza mahindi ya serikali, kala hela zote. Ruto akasema, huwezi kunifukuza maana hukunichagua wewe. Hivi hii ilikuwa ni jeuri au kujiamini? Tukasubiri tuone Rais Kibaki aliyemchagua atafanyaje. Kibaki kaonyesha hayuko kitu kimoja na Odinga, basi akamwacha Ruto. Sasa alichokifanya ni kumuhamisha wizara. Alimtoa kilimo akampeleka elimu. Hata hivyo, mwaka uliofuata, yani mwaka 2011, Kibaki alimtimua uwaziri. Yawezekana wazee wa busara walimwambia, mzee unaharibu. Ruto aliandamwa na majanga ya kutosha, lakini aliyapangua yote. Mpaka lile la ICC nalo lilipangua. Alishtakiwa mwaka 2011 na wenzake akiwemo Uhuru Kenyatta katika ile mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC. Mabwana hawa walishtakiwa kwa kusababisha machafuko yaliyoua watu 1200 mwaka 2007. Kesi iliyokosa ushahidi ikafutwa mwaka 2016. Mwaka huo huo alioshtakiwa Ruto ndio mwaka aliomaliza masters yake, na baadaye mwaka uliofuata alijiunga na PhD hapo hapo Nairobi University. Alikuja kumaliza mwaka 2018. Hiyo ni miaka 7 baadaye. Kwa hiyo Ruto ni daktari wa falsafa. Tena amesoma masomo ya sayansi ya wanyama na mimea. Bwana huyu anaitwa Dr. William Ruto. Nikiambiwa niseme Ruto ni mtu wa namna gani, nitasema Ruto ni mtu wa bidii na imani kubwa. Bwana huyu hutia bidii kubwa katika jambo analoliweza, na kwa asiloliweza pia hutia imani kubwa. Ndio maana amekuwa mtu wa kufanikiwa katika kila alifanyalo. Bwana huyu hufanikiwa kuanzia biashara, elimu, dini, kilimo na siasa. Kama elimu, basi bwana huyu amesoma mpaka PhD. Na kama ni siasa, amefika mpaka uraisi. Kama ni kilimo, amelima mpaka matikiti maji. Kama ni ufugaji, amefuga mpaka kuku 300,000. Na kama ni utoaji, anajitoa bila breki. Kama biashara, amenunua mpaka ndege. Kama ni utajiri, bwana Ruto ni tajiri mpaka wanamuita mwizi, na majina mengine kama fisadi na mafia. Kipindi anauza kuku, hakuna aliyemuita mwizi hadi alipoanza kumiliki vitu vikubwa. Na ule mwaka 2012, muungano wa mawakili wa Kenya walimuorodhesha Ruto kwenye kundi la mafisadi papa na kuwashawishi wananchi wasimchague. Lakini baadaye walipoomba ushahidi, wote wakaingia mitini. Na kiukweli sijapata ushahidi kama Rais Ruto ni mwizi, ila ushahidi nilionao mimi ni kwamba Ruto ni jeuri wa mafanikio. Bwana huyu sio mtu wa kufeli kirahisi. Tabia yake ya kukomalia kitu mpaka kieleweke ndio inambeba sana. Juzi nimeambiwa kuku wa Ruto wanataga mayai 2500 kila siku, na kisha bwana huyu huyaingiza sokoni. Lakini mbali na kuku, Ruto ana ng'ombe wa maziwa, analima maparachichi, analima ndizi. Bwana huyu analima mahindi, anauza, anapata pesa, anaendelea kutajirika.
Ruto ni mmoja wa Waafrika wachache wanaoweza kusema kilimo kinalipa. Mwafrika mwingine anayeweza kusema kuwa kilimo kinalipa ni Leonard Kachebonacho, yule wa Karagwe nchini Tanzania, mkurugenzi wa shirika la Kaderes. Huyu jamaa amebadilisha kilimo cha Wanakaragwe hadi leo hii wanauza kahawa yao soko la dunia.